Simulizi katika sehemu ya kwanza inaitwa Kosa Langu. Maneno yalianza kwa kusikika. Mungu, naomba unisaidie, maisha yangu yamekuwa na matatizo mengi. Kila ninalofanya linashindikana. Sijui nikimbilie wapi. Nashindwa kuelewa kosa langu ni nini. Nimepita tabu nyingi sana, lakini bado maisha yangu sina raha siku zote. Mimi nimekuwa ni mtu wa kulia, nisaidie Mungu wangu. Nimechoka sana leo na bado kuna kazi zinanisubiri, halafu sijisikii vizuri. Nahisi nataka kuugua. Hayo ni maneno aliyokuwa akiwaza moyoni Mama Joyce, ambaye alikuwa akiosha vyombo. Hii hali yangu, nahisi kama kuna jambo ambalo haliko sawa. Embu niandae chakula cha mchana. Joyce na James wakirudi wakute nimekwisha waandalia chakula. Alinyanyuka na kuelekea jikoni kuandaa chakula. Ilikuwa ni siku ya Jumanne mida ya saa 12 jioni. Mzee Ndesanjo alikuwa akiendesha gari aina ya Escudo. Alifika nyumbani na haraka alishuka ndani ya gari. Kitendo cha kuingia ndani tu, alianza kuita kwa sauti, Mama Joyce, Mama Joyce. Huko chumbani Mama Joyce alimsikia na kuitika, Abe mume wangu, vipi? Mbona mbio mbio hivyo? Alihoji Mama Joyce huku akiwa anamwangalia mume wake kwa umakini. Mzee Ndesanjo ambaye ni mume wa Mama Joyce alionekana kuwa na wasiwasi mwingi, huku akimsisitiza mke wake ajiandae haraka, hakuna muda wa kupoteza. Mimi ndani siingii, nenda kajiandae. Tuna safari ya kwenda Morogoro. Kuna matatizo yamejitokeza. Rafiki yangu Mzee Simba ambaye tunafanya kazi ofisi moja amefiwa na mke wake. Inabidi tuwahi kwenda msibani. Mama Joyce alinyamaza kimya kidogo, kana kwamba kuna kitu anakitafakari. Kwani ile habari ilimshtua. Akaguna. Jamani, nini tena kilimfika? Kwani alikuwa anaumwa? Maskini, aliongea kwa masikitiko. Alikuwa anaumwa na ameugua kwa muda mfupi sana. Wewe nenda kajiandae tuondoke. Mama Joyce akamjibu, lakini mume wangu, watoto tutamwachia nani? Aliuliza Mama Joyce. Wakati huo Joyce na mdogo wake aliyeitwa James walikuwa wameenda shule. Joyce alikuwa darasa la 5 na James akiwa darasa la 1. Na pale walipokuwa wakiishi ilikuwa ni nyumba ya kupanga maeneo ya huko Kimara Stopover jijini Dar es Salaam. Baba Joyce alimgeukia tena mke wake. Hawa watoto tutamkabidhi jirani yetu Mzee Ngonyani na mkewe, kwani hatuendi kukaa zaidi ya siku 2. Wewe jiandae tuondoke. Wakirudi kutoka shule watakuta maagizo kutoka kwa mke wa Ngonyani. Baba Joyce aliongea kwa msisitizo. Kwa haraka Mama Joyce akaenda kwenye chumba cha mke wa Ngonyani na kumwachia maagizo ya kuangalia watoto wake kwa muda wa siku 2. Baada ya hapo aliingia chumbani na kujiandaa tayari kwa safari, ambapo safari ilianza taratibu na baadaye Baba Joyce